Tumeelewana hiyo? Sasa hiyo mkutano Ababu akaitwa huko kama secretary. Tukasema hii vitu tuko nayo ni mingi, wacha tuende pia sisi tusikie. Tukashikana na Waluke na Ababu, hata Waluke si member ya huko. Lakini tukasema wacha tuende. Kwenda kule tukaambiwa sasa hiyo maneno ya Western ile mlisema is not part of the agenda. Na mnakumbuka Ababu alitoka nje kama secretary general ya chama akasoma resolution ya mkutano. Lakini ile report ilikuja kutolewa baadaye was different. Wanasema ati tumepewa ultimatum, sijui tumesomewa mambo ambayo hatukuzungumza. Tukasema wengine tukasema ile miswada ile mambo matatu tulisema lazima izungumziwe. It cannot be put under the table. Na huwezi anza kuita mtu moja kusema hiyo mbaya, huyu sijui iko namna. Hiyo kwa sababu hiyo vitu ndio inafanyanga leaders from Western here tunagongana bila kujua. So mimi tukatoka hapo kwa hiyo mkutano tukasema tutaweka siku. Lakini badala ya kuweka siku tukaanza sasa kuona propaganda. Watu wa propaganda wakaamuka. Wakaanza kusema watu wamenunuliwa, watu ni mobs. Sasa mimi nikajiuliza. Sasa ile other leaders wana raise issues. Wanasikizwa. Na sisi tukiraise issues na tunawakilisha watu, we can only raise issues kwa sababu tumenunuliwa. Yaani sisi tukitetea watu wetu tunaweza tu kutetea tu kwa sababu tumenunuliwa. Sisi tu tunaweza kuongea tu kwa sababu sisi ni mall. Hiyo ndio tukasema we will not accept that. Mnanielewa vizuri? Vitu ya kujaribu kugawanyisha leaders nikasema hiyo. Kama watu 9 mlisign na wengine mumeona hiyo mambo mmezungumuza na umemaliza, wengine bado hatujazungumuza, hatujamaliza. Kwa sababu wengine wengi ni wageni kwa siasa. And we have been through that route before. Because hii kiti mumenipa kama mjumbe ya Funyula sio ya ODM peke yake. It is to represent 100,000 people of Funyula. Wale walinipigia kura na wale hawakunipigia. So kiti ya MP must be respected. Because unawakilisha watu yako. Naweza kuwa labda umri wa miaka yangu ni kidogo, lakini mimi pia nawakilisha hata watu iko miaka 100, iko miaka 90. So heshimu ofisi. Kama si naongea namna hiyo, you see my party starts parading people called aspirants and starts looking for kiboko yao. Ati ndio kiboko ya Otuoma. Hii ndio kiboko ya Babu. Wengine hawajajitokeza because Amos is with us. He's also there. Hata kama hajatoka, he has not hajapinga sisi na hajasema na atasema. Tumeelewana hiyo? Tukasema iko mzee anaitwa Mzee Gumu. Ndio mzee yetu. Wacha tuchukue yeye, labda anaweza kuongea lugha ile watu wataelewa. But vile nimekueleza hiyo mkutano haikuchukuliwa. Ikawa tu ilikuwa malumbano, nani ataenda IBC, mara sijui Ford Kenya wanataka viti fulani, mara ODM wanataka hii, na sisi naangalia tu na macho. And yet sisi 12 members of parliament elected on ODM ticket, we are also representing people here who have got political aspirations. But we are just supposed to sit there and watch and be spectators. No way. Are you getting me? Yeah. Lakini tukiongea watu wanaweka propaganda. Because today mtu angekuwa amesema kwamba tumeitwa mkutano, hii point imekuwa addressed namna hii, point number 1 imekuwa addressed namna hii, point number 2 imekuwa addressed namna hii, point number 3 imekuwa addressed namna hii. Instead of addressing the issues, divert attention to personality attacks. Tunaelewana? Ndio. So sisi tunajiuliza, chama ya ODM ni nani huyu anafaa akiongea ndio chama imeongea? Na sisi wengine tukiongea tunaweza ongea tu kwa sababu tumenunuliwa. Hii ndio swala nyeti ambayo tuko nayo. Na tayari mikutano imepangwa ati kuja kuambia nyinyi ati sisi tumetoroka kwa chama, ati sisi tumenunuliwa. Now, how can you dialogue under such an environment? No way. Utaongea na mtu namna gani? Ati wewe you are a party leader wetu, na wewe umepanga safari ya kuja Busia,
You don't want to involve the MPs because they have raised issues. Because we should be saying, niliongea na nyinyi, lakini hatukukubaliana. But not to threaten us. We are representing people. We cannot work under threat. Tunaelewana hiyo? And the politics ni kuambiana ukweli. Hii politics ya kudanganyana hata ndio imefanya ODM haijachukua serikali. Because wewe tuseme kama Raila anakuja hapa on Wednesday. Even these party officials are not aware. Sasa yeye anakuja kama mgeni ya governor ama anakuja kama party leader ya ODM. ODM is not in Because Raila is not interested in being the governor of Busia. So why should he be involved in those kind of things? Yeye hataki kuwa MCA hapa, hataki kuwa MP hapa. He wants to be the president of Kenya. So hii vitu ndogo ndogo ya hapa inahusu nini? Mnanielewa delegates vizuri? So ile jambo tumewaita hapa ni jambo nzito. Because today if I leave ODM I cannot be the MP of Funyula. Because ODM ndio party mimi nilikuwa elected on. So when somebody starts peddling rumors, mimi nimesema nimewacha kiti ya vice chair. Na wewe unaanza kupeddle rumor ati nimewacha chama. Hii chama ni yako. Unaelewana? Nefwe hakubole. Tuelewane vizuri. Iko watu wanafikiria tu ukiongea ukweli unapinga Raila. Na mimi nikauliza juzi kwamba hapa Busia ndiyo ilikuwa the most orange county. Lakini unapata MPs ya ODM tuko watatu tu. Kwa sababu nini? Iko mambo ilifanyika ambayo raia hawataki. Paka tuko na URP kule Teso, tuko na Federal, tuko sijui na nini. Because people don't want. Na hii watu yote walikuwa ndani ya ODM. But because tulikuwa hatuongei mambo ya ukweli na kutatua shida ambazo ziko kwa chama, you weaken the party, lakini kwa sababu ya mdomo yako kubwa unafikiria ndio unatengeneza chama. Mdomo bagi tu haina maana. Tumeelewana? So mimi nimewaita here like ODM delegates to know that it's the people who make the party and not the other way around. Watu ndio wanafanya chama kuwa na nguvu. Sio chama inafanya watu kuwa na nguvu. Because chama bila watu itakuwa nini? Iko vyama vingi, hata KANU ndio ilikuwa njogoo yenyewe ikiwika, hakuna njogoo ingine. But finish, sasa ile watu walitoka. Na Raila ndiye alitoka huko na wakina Saitoti, wakina Mzee Awori, wakina Kalonzo, siendi alingoka nao huko. Tukaunda LDP. So chama ikifanya kitu ile watu hawataki, instead of discussing, wewe unapatia ultimatum.